kuna maiki mbili. Msomaji yeye atasoma kwa sauti kubwa. Katika kitabu cha Yohana sura ya 3 aya 16, Biblia inaeleza vizuri jinsi Mungu ambavyo alivyomtoa mtoto wake Yesu Kristo ili kuufia ulimwengu. Wanadamu waliokuwa wamepotea wanarejeshwa au wanarejesha ule uzima wa milele kupitia kifo cha Yesu Kristo. Mungu akubariki sana tafsiri. Kuna mingine naelewa, nikichenga kidogo na kwambia hapo. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 3 aya 16. Msomaji? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa nini kanisa? Wale ambao tunasoma lesoni ya robo hii, wiki ya kwanza na wiki ya pili ya lesoni hii ilizungumzia jinsi ya kusoma unabii na Biblia kuifahamu vizuri. Hivyo ukitaka kuelewa fungu la Yohana 3 aya 16, sharti tufate vigezo vile vile vya mwandishi wa lesoni. Mwandishi amesema wa lesoni, kitabu cha Mwanzo ndio msingi wa Biblia yote. Hivyo fungu hili la Yohana 3 aya 16 msingi wake umejengwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Nikukaribishe kuelewa vizuri Biblia kupitia fungu hili siku ya leo. Na fungu hili usilibebe kama vile unavyolibeba kila siku. Mungu ana ujumbe wa pekee mno kupitia fungu hili siku ya leo. Karibu katika fungu hili kulielewa vizuri Biblia na kumuelewa vizuri Mungu wetu. Tuanze kusoma kwa vituo. Msomaji, kituo kwa vituo. Kwa maana jinsi hii. Unaweza kuishia hapo. Kwa maana jinsi. Hello? Kanisa, kwa maana jinsi. Biblia inaposema kwa maana jinsi hii, jinsi ipi hiyo? Jinsi ipi hiyo? Hili neno limekuwa gumu. Biblia inaposema kwa maana jinsi hii, katika kitabu cha Mwanzo kinaeleza hiyo jinsi. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ile aya 16 na 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 16 na 17. Aya neno linasema, aya 16 na 17. Kumbuka tunatafuta neno kwenye Yohana kwa maana jinsi.
Jinsi ipi hiyo? Ndio mwanzo anasema, inasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Biblia inasema mwanadamu alipewa maagizo na Mungu, usile matunda ya huo mti, maana utakapokula utakufa hakika. Lazima uelewe neno kwa maana jinsi hii. Kutoka msingi wake kitabu cha Mwanzo, hapa tunaona alitoa agizo, usile matunda ya huo mti. Lakini huyu mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 7 unapata kisa kimoja hapa. Wanatheoloji wengi wanasema ni sura ya anguko. Wanatheoloji ni watu wanaofasiri Biblia, wanaofahamu masuala ya Biblia. Wachungaji wengi wanasema ni sura ya anguko. Kuna kisa cha jinsi ambavyo mwanadamu alivyokula hivi tunda alilokatazwa. Alilokatazwa kwenye Mwanzo sura ya 2 aya ya 16 na 17. Biblia inasema, basi joka alikuwa kiumbe mwelevu miongoni mwa walioumbwa na Mungu. Akamwendea mwanadamu, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, kwamba msile matunda ya miti hii. Mwisho wa kisa hiki, Biblia inasema mwanadamu akala matunda aliyokatazwa kama agizo la Mungu. Wanadamu wakatenda dhambi, wakamwasi Mungu wao. Lakini hawakuishia kutenda dhambi hiyo, mpendwa. Mwanzo sura ya 6 inaendeleza wanadamu walivyoendelea kutenda dhambi. Mwanzo 6 aya ya kwanza hadi aya ya 7 utapata kisa cha watu hao wacha Mungu walioenda kuoa na kuolewa na wasio wacha Mungu. Biblia inasema wanadamu walipozidi katika uso wa nchi, binti za Mungu walienda kuoa wana wa wanadamu. Dhambi ikaendelea kutendwa, agizo la Mungu alilokataza juu ya ndoa. Na nataka nikwambie hivi leo, wale wote ambao wanaoa ama kuolewa nje ya kanisa wanamwasi Mungu. Agizo la Mungu usioe wala kuolewa nje. Maana dhambi ya pili iliyoendelea katika ulimwengu ni kuoa ama kuolewa na wana wanadamu. Ndio maana Mungu anasema usifungiwe mila na asiamini. Lakini wanadamu hawakuishia hapo kutenda dhambi. Mwanzo sura ya 11 kuna kisa cha Nimrodi. Kuna kisa cha Nimrodi. Haya. Mwanzo sura ya 11
mnara ule wa Babeli ukijengwa, eti waepuke na gharika iliyotokea sura za nyuma hapo, ili gharika itakapokuja wasigharikishwe tena. Waliendelea kumwasi Mungu hawa wanadamu. Ikafika mahali Mungu mwenyewe akashuka ili kusudi aone hawa wanadamu wanavyoendelea kutenda dhambi. Biblia inasema Mungu akashuka mwenyewe. Miongoni mwa maeneo ambapo Mungu alishuka mwenyewe, ikiwepo na Babeli pia pale, ikiwepo kwenye sherehe ya Belishaza na wafalme wake na watumishi wake, ikiwepo pale Calvary. Hata kwenye maisha yako Mungu anashuka kushuhudia kile unachokifanya, aidha chema au kibaya. Mungu akashuka kutazama wanaojenga mnara wa Babeli. Nini kusudi la moyo wao? Eti wamfikie Mungu. Lakini wanadamu wakaendelea kutenda dhambi tena. Mwanzo sura ya 19 inaendelea, inasema wanadamu pia kule Sodoma na Gomora, wanaume wakaingilia waume wenzao katika kimwili, wakawakiana tamaa wao kwa wao. Ndio maana rejea katika Agano Jipya inasema katika Warumi 1 aya 26 na 27 na 28. 1:26 na 27. Wanadamu wakageuza matumizi ya miili yao. Hivyo Biblia inaposema kwenye Yohana, kwa maana jinsi hii, anaposema kwa maana jinsi hii, ni jinsi ambavyo dunia iliingia kwenye dhambi. Kwa hiyo kuanzia leo elewa neno hili. Unaposoma Yohana 3:16, Biblia ikasema kwa maana jinsi hii. Jinsi ipi hiyo? Tumeshaona vile dunia ilivyoingia kwenye dhambi, walivyoasi sheria ya kula matunda, walivyoasi sheria ya ndoa takatifu, walivyotaka kumfikia Mungu aliyeketi mbinguni, waliobadilisha matumizi yao na wakaingilia watu kinyume na maumbile, na mengine kadhalika yote tunayoyafahamu na mengine tusiyoyafahamu. Hiyo ndio Biblia inaposema kwa maana jinsi hii. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya fungu hilo. Lakini sehemu ya pili ya fungu hili, Mungu aliupenda nini?